Na nashindwa kwamba nini kile kilikuwa kinatendeka hapo awali wakati mtihani ulikuwa unamaliza kama miezi 3 ndio unasahihishwa. Walimu wako wa kutosha kusahihisha? Hawakuwa wanajua kusahihisha haraka ama nini ilikuwa inatokea hapo? Swali hilo ungelielekeza kwa shirika la kutahini mitihani. Yes. Lakini wajua sasa hivi, by the way, kusahisha, unajua aba chada zile ni rahisi tu. Kitu kigumu pale wanasema kusahisha ni insha na composition. Kwanza hizo ndo zilichukua wiki 2 Hapo awali ukizingatia. bado kulikuwa na hapa chada ama ilikuwa mtihani tofauti? Pensi mtazamaji yule ambaye unatusikiliza, tuko live kwa sema tuko live on YouTube, unaweza tupata kupitia Abagusi Global Radio, pia tuko live katika Facebook account yetu kupitia kwa Abagusi Global Radio. Unaweza anza na gazeti lako. Naam, kabla nianze gazeti langu la The Standard, mpenzi mtazamaji, pengine nitamaliza. Acha niangalie ukurasa wa kwanza hapa wa The Standard. Kuna swala huku tungependa kulisungumzia siku ya leo. Kuna mwanadada huku anasema kwamba angeomba Edwin na wenzake pia waweze kumshauri. Sijui kama utamshauri. Kwanza ningependa tu kusikia maoni yako before wengine waanze kutuma ujumbe zao. Huyu mwanamke anasema hivi: nimekuwa na mpenzi kwa miaka 2 na yuko tayari kunioa. Natamani sana 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 kuolewa kwa harusi. Lakini yeye na mimi najua kwamba hajiwezi kufanya harusi. Sasa ananiomba nihamie kwake tuanze maisha ya ndoa. Nishauri. Mwanadada huyu angependa sana 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 kufanya harusi ama kuoreka kwa harusi. Anasema kwamba lakini anafahamu fika kwamba mume wake ama huyu mpenzi wake ambaye amekaa naye kwa miaka 2 hajiwezi kwa kufanya harusi. Na huyu mume amemshauri kwamba ahamie tu wake, ani kwake waishi tu. Afanye nini? Swali ni je, wale ambao hufanya harusi wawane na wale ambao hawajafanya harusi kuna tofauti gani? Unajua harusi, huwa mtu anafanya harusi ndiposa ya marafiki wajue kwamba ushao. Ndio hivyo nakuuliza. Tuseme mimi nimefanya harusi, nikaleta mke kwa chumba. Wewe hujafanya harusi, umeleta bibi. Kuna tofauti gani? Hamna tofauti kubwa, bali ni ile najua harusi yenu imehalalishwa. Yaani ni harusi ambayo ni halali. Vile vile hata nisipofanya harusi mimi niende pale kotini tuhalalishwe vizuri. Mpenzi mtazamaji, huyu dada anasema kwamba angependa na angependelea kwamba akioleka aoleke kwa harusi. Lakini sasa huyu mpenzi wake ambaye amekaa naye kwa miaka 2 anasema kwamba hajiwezi kufanya harusi, na huyu dada kwamba anajua kwamba ndio mpenzi wangu hajiwezi kufanya harusi. Lakini dada angependa tu aoleke kwa harusi. Sasa huyu mpenzi wake amemwambia kwamba ahamie tu kwake waishi na kuanza maisha yao. Afanyeje? Swali zuri hilo. Hilo nina majibu mengi zaidi. Shauri wako tunangoja. Na ukurasa wa kwanza wa The Standard, tutaangalia hizo kurasa za kwanza kisha tukimbie madukani ndo tuanze kurasa wa pili hapa na hapo kuendelea mtawalia. Na ukurasa wa kwanza katika gazeti langu la The Standard tunaona kwamba kuna zile shule ambazo hazijajulikana sana hasa katika mkoa wa Nyanza na zimetangulia, wanafunzi wamefanya vyema zaidi hapa Nyanza na Western ndizo zinaangaziwa. Na kwa kina ni matokeo ya mtihani wa KCPE ambao umeangaziwa katika ukurasa wa 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13. Kwa hivyo ukizingatia vizuri kama tutaenda kuangazia kawaida tu ama kwa kina tutaenda kuangalia mtihani uliotoka kama majibu ya mtihani wa KCPE. Bila bila tuangalia hapo kuna sura za wale wanafunzi waliofanya vyema. Ni wanafunzi 10 wa kwanza tukianzia hapo aliyepata alama 433 Mumbo Faith, hivyo wote wako hapo katika ukurasa wa kwanza. Katika ukurasa wa 7 tutaenda kuangalia jinsi wavulana walifanya vyema katika hesabu na sayansi, maths and science, na kuwazidi wale wa kike. Vile vile katika ukurasa wa 8 tunaangazia hapa ambapo Rais wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ametoa agizo kwamba walimu wote na washikadau wa mashule mbalimbali waweze kupatiwa chanjo.
lazima waweze kupatiwa chanjo. Lazima. Kwa hivyo ukurasa wa 9 pia tunaangalia hapa wanafunzi waliopatwa wakidanganya kwenye mitihani. Kinyume na hapo awali, raundi wataenda kupata matokeo yao yote. Utapata majibu yao. Agizo pia lilotolewa na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Naam, ukurasa wa kwanza ndo hayo tu. Katika ukurasa wangu wa kwanza wa gazeti hili la Taifa Leo wanasema kwamba kuna ukurasa wa 5 ambapo wamechapisha habari ya misako yasababisha upungufu wa samaki eneo la Pwani. Ni ukurasa wa 5. Wanasema kwamba ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 14 wanasema kwamba wale ambao walikuwa mastaa wa Tahidi High, kuna ile kipindi kilikuwa kinaitwa Tahidi High, waogelea bahari tofauti. Ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 14. Kuna ukurasa wa 3 wanazungumzia kuhusu historia ya andikishwa wasichana wakilemea wavulana shule za umma zikibwaga za kibinafsi. Najua shule za umma zilibwaga zile za kibinafsi kwa zaidi sana. Kuna ukurasa wa 2, 3 na 4. Bado ni mtihani tu inazungumziwa katika kurasa hizi. Katika ukurasa wa 7 wanasema kwamba njia za kujuma thawabu za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hayo tu ndio yaliyochapishwa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Taifa Leo. Na moja kwa moja tukimbie madukani, tarejea hapo. Nianze na The Standard ukurasa wa 2, tuangalie yale yaliyomo. Hata encyclopedia ya Ekegusi na soya beans zote zipo. Nairobi Supermarket. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusii Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Hata encyclopedia ya Ekegusi na soya beans zote zipo. Nairobi Supermarket. Right, asante sana. Katika ukurasa wa 2 moja kwa moja wa gazeti langu hapa The Standard
Tunaangalia picha hapa Mbwembe vile watu walishangilia hapo jana wakati waligundua kwamba wanafunzi wamefanya vyema katika shule anuai hasa hapa Nyanza. Tunaangalia hapa Wasonga Nanzala aliyepata alama 432, Angela Gekani ya Maseno Girls. Wengi hapo naona watu wamebebwa hapa, ni shangwe, ni shangwe. Ukiangalia ukurasa wa 3 vile vile ni hayo tu bado. Wanafunzi waliopita vyema ndio hao yanaendelea kuzingatiwa na kuangaziwa zaidi katika ukurasa huu wa 2 na wa 3 wa gazeti langu wa la The Standard. Nikiangalia ukurasa huu bado ni hayo tu. Ni hayo tu, hata unasijionea tu mwenyewe kwa sababu ni hayo tu. Leo sioni kama kuna taarifa tu nyingine. Leo tunaangazia mtihani huo. Ni mtihani tu. Mtihani tunaangaziwa. Mtoto wa kwanza naona alikuwa na alama ya 433. Naam. Na mbona wapeanangu wa mwisho tuone kama wa mwisho kuna alama hivi. Sijui kama leo kuna sioni lingine huku la kuangazia. Ni hayo tu yamechapishwa katika ukurasa huu wa 2, wa 3, wa 4. Naona taarifa inaanza ukurasa wa 5. Ambapo wanasema kwamba kuna jaji huku mwenye alikuwa alikuwa katika interview jana, ndio kama Judge Marete David K Ngagi akihojiwa jana alisema kwamba yeye akitua ama akikuwa akipewa huo uongozi wa kuwa jaji mkuu, angeomba kwamba mkewe pia naye apewe hiyo kazi, kwa sababu mke wake huwa anamsaidia kutembea kutoka kwa sehemu moja hadi nyingine, huwa anamsukuma, anamwangalia hali yake ya kiafya. Anasema kwamba akitua tu kiti hicho cha kuwa hakimu mkuu, bibi yake pia naye apewe kitu kidogo. Ndio naona inazungumzwa katika ukurasa huu wa 5 ambapo wanasema kwamba kuna msako ambao unaendelea baharini ambao umepunguza samaki nchini ama sehemu ya pwani. Ndio ukurasa wa 5 ambapo naona wanasema kwamba kuna makaburi yanafaa kuhamishwa ili kuruhusu barabara kuu kujengwa. Hapo ni sehemu ya Karatina. Naona wanasema kwamba mvua kubwa jijini Nairobi yahamisha wakazi. Migodi wanasema kwamba wakazi wataka county isafishe mji katika county hiyo ya Migori. Na county ya Pokot Magharibi wanasema kwamba wakulima wa Pareto wataka uwakilishi kwa bodi. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 4 na ukurasa wa 5 gazeti ni la Taifa Leo. Na ukurasa wa 4 hapa tunaangazia shule za umma. Tunasema public schools ambazo zimezidi zile za kibinafsi kwa mtihani uliotolewa, matokeo mtihani jana. Unaona kwamba mwaka wa 2020 shule za kibinafsi ziliweza kufanya vyema zaidi kuliko shule za serikali, lakini round hii naona kwamba wanafunzi katika shule za serikali zilifanya vyema zaidi kuliko shule zile za kibinafsi. Hayo ni katika ukurasa wa 4. Ukurasa wa 5 hapa tunaangalia kwamba shule za kibinafsi pale Coast pia zilifanya vyema zaidi, ambapo wanafunzi 50,805 waliweza kukalia mtihani hasa katika shule ni list ya wanafunzi jinsi walivyofanya vyema zaidi kuanzia nambari ya kwanza hadi huku chini kabisa. Naona ni majina hata watu wamefanya vyema zaidi. Hayo ni katika ukurasa wa 6 na ukurasa wa 7. Ukurasa wa 6 katika gazeti hili la Taifa Leo wanasema kwamba wasiwasi malaria ikataa kusikia dawa barani Afrika. Wanasema kwamba vifo vinavyoletwa na malaria huenda vikaongezeka barani Afrika baada ya wasayansi kubaini kuwa dawa zinazotumika katika kutibu ugonjwa huo wa malaria zimeanza kukosa makali. Hivyo wanasema kwamba malaria inaweza kuwa inasababisha vifo zaidi barani Afrika. Huo ni ukurasa wa 6. Wanasema kwamba wabunge wapimwa corona kwa lazima kabla ya kukutana na Museveni. Huyo ni rais wa Uganda. Kuna wabunge ambao ni wa NRM, wale ambao ni wabunge wa rais ambaye anaongoza nchi hiyo, walienda kumtembelea jana na wakapimwa COVID-19
kwa lazima mara 2. Huo ni ukurasa wa 6, ambapo wanasema kwamba ukurasa wa 7 huko naona ni Ramadhani tu ndio inaangaziwa. Wanasema kwamba Ramadhani Karima ndio Wakenya wanawaombea wale ndugu zetu, dada zetu wa Islamu. Huu hakika mwezi huu ni kati ya miezi 12 ambao unaenziwa na dada ndugu zetu wa Islama, na tunawatakia kwamba Ramadhani Karima na Saum Makbul. Asante sana. Hapa nataka kuangazia ukurasa wa 8. Hapa angalia, walimu wote wapate chanjo ya corona. Ni agizo lililotolewa na Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta hapo jana, ambapo alisema walimu wapate chanjo pia na washikadau katika mashule mbalimbali. Vile vile tunaangalia hapa, tunaona kwamba hakuna mwanafunzi aliyekalia mtihani wake wa KCPE ambao ulitoka jana ambaye hata kosa nafasi ya kwenda shule ya sekondari. 100% transition. Wote watapata nafasi za kuingia darasa ama kidato cha kwanza. Vile vile naona hapa kuna kisa hapa pale Nakuru ambapo mwanafunzi mmoja mwenye miaka 13 aliweza kuabductiwa. Aliweza kunisema aje kwa Kiswahili. She was abducted. Alimaliza mtihani wake na akiwa kwa pikipiki, mtu akamfunika mfuko wa kufanyia shopping, akamfunika kisha akampeleka mahali ambapo yeye mwenyewe alikuwa anajua, manaka alikuwa anaona. Naam, lakini sasa kuna tetezi kwamba kuna mwalimu mmoja aliyehusika na kitendo hicho, ambapo alienda kapata wanafunzi wengine 3. Analikuja kugundua tu alipomuona mwalimu wake akija. Na vile vile kulingana na kuna hapa anaitwa Jeremiah Leariwala ambaye ni Nakuru Deputy Police Commander, ameambia The Standard kwamba kuna babake, biological father, babake kamili au mtoto mwenye alihusika na kitendo hicho, ambayo walipiga hiyo deal kabisa na mwalimu ili waweze kumuiba mtoto ule, manake mamake alitoka na akaoleka kwingine. Kwa hivyo hicho ni kisa ambacho kimenakiliwa hapa katika ukurasa wa 8 Nakuru. Vile vile hapa katika ukurasa wa 9 naona hapa kuna wale wanafunzi 7 waliopatwa wakiibia mtihani, ambao walipata na nakala pale kwenye vyumba vya mtihani wakiwa na vitabu, notes, wakiangalia, wakiiba. Wakaambiwa kwamba pengine kama miaka iliyopita pengine hawangepata matokeo yao, lakini raundi wameambiwa kwamba watapata matokeo yao, na wale walimu ama wale wasimamizi wa mtihani huo na pamoja na washikadau wote katika shule hiyo ambao walikubali hayo kutendeka ndio watachukuliwa hatua kali. Hayo utapata katika ukurasa wa 9. Ukurasa wa 8 gazeti la Taifa Leo naona kwa anasema kwamba raia wahitaji suluhu ya kudumu nchini Kenya, na wanaona wasungumzia kuhusu curfew ambayo iliongezwa hadi mwezi wa 5 tarehe 29. Wanasema kwamba serikali huwahi kutumiza onya la wataalamu kuhusu mvua. Unajua kuna mvua inaendelea kunyesha maeneo mbalimbali humu nchini. Ndio yamechapishwa katika ukurasa huu wa 8. Katika ukurasa wa 9 wanasema kwamba kuna katika kaunti ya Amina katika nchi ya wanasema kwamba mama furuga ndoa kwa kuvamia mkewe. Hiyo ndio hadithi ambayo imeangaziwa katika ukurasa huu wa 9 na ukurasa wa 8. Nani alivamia mwingine? Wanasema kwamba ni mama mwenye jumba ndiye alivamia mkwe. Okay. Na kumpiga. Yes, kwa hizo mambo yanataka kama wanashinda what's not happening. Ukurasa wa 10 hapa tunaangazia kiongozi au ule mwanafunzi aliyetangulia mtihani wa KCPE ambaye anaitwa Faith Mumo kutoka Karimailu Kiboko Makindu in Makueni County. Anasema kwamba mwalimu wake ambaye anaitwa Matthew Masako anasema kwamba hakutarajia kwamba mwanafunzi huyo ndiye angetangulia, manake ingawaje alikuwa ni yule mwerevu zaidi na pale shuleni alikuwa anatangulia japo kidogo, kuna wenzake walikuwa wanatangulia, hakuwa na uhakika kwamba yeye ndiye angeongoza. Lakini na vile vile ilifika wakati mwingine huyu mwanafunzi wakati hangeongoza kwenye hilo darasa angelia zaidi.
Kwa hivyo ikawa ni yeye mwenyewe kumwambia Faith, tia bidii zaidi, tia jikaze hadi haya yote yakatokea. Ndo hivyo akaibuka wa kwanza na maki 433, na wanafunzi waliokalia mtihani huo katika shule hiyo ni wanafunzi 159. Katika ukurasa huu wa 10 vile vile naona hapa wanaangalia special needs pupils wa beat all odds to excel, kwamba wale wanafunzi ambao wana ulemavu, ingawaje ulemavu huo haukuwatia changamoto zozote, manake vile vile waliibuka washindi na wakafanya vyema zaidi katika mtihani huo wa matokeo yaliyotangazwa hapo jana. Ukurasa wa 10 hapo. Ukurasa 11 sijaona habari yote kutufaidi. Ukurasa wa 12 hapa ni ruhusu niangalie huu. Tuangalia hapa anasema disability did not bar Brian from scoring top mark. Anasema kwamba disability is not inability. Kwamba ingawaje ulemavu huwezi kukuzuia wewe kutenda ile jambo ambalo moyo wako umekubali kwamba lazima ukalitenda ama lenye una uwezo wa kulitenda. Tuangazie hapa Brian Otundo ambaye ni mwanafunzi ama alikuwa mwanafunzi wa Set Green Academy in Kisii County, ambaye alipata maki nzuri zaidi ya 420. Na ni vile vile ni kama tunasema uwerevu ni kitu inakuwa ya familia ama inakuwa kuna uwerevu na familia. Maana ukiangazia mwaka wa 2017 kuna brother yake mwenyewe alitangulia hapa Kisii County yote. Kwa hivyo na huyu ilikuwa ni changamoto, akasema hata mimi lazima nifanye nini niweze kuibuka mshindi. Ingawaje alikuwa na changamoto ya ulemavu kidogo, lakini aliweza kuibuka wa kwanza vile vile na kupata alama mzuri zaidi, alama 20. Ukiangalia picha hapo, ukiwa ukinunua gazeti lako la The Standard, tunaona picha hapo jinsi wamefurahia mamake hapa, amefurahia kabisa. Mamake anayeitwa Gladys Mora. Hayo ni katika ukurasa wa 12. Katika ukurasa huu wa 10 gazeti la Taifa leo naona wanaangazia kuhusu wanajiuliza tu maswali, zilikwenda wapi zile mahakama tamba za trafiki. Unajua kuna nikidhani zilikuwa Tanzania, acha nione hii inasemaje. Wanasema kwamba serikali inafaa kuigiza mfano ama kuiga mfano wa Tanzania, pale ambapo madereva wanaovunja sheria za barabara ama trafiki waadhibiwa papo hapo. Ukipatikana kama umeenda wrong turn, papo hapo tu ulikuwa unapewa faini ya 1030 Tanzanian money, hivyo ni 1500 Kenyan shillings. Kuna kliniki tamba kama zile tu sa clinics za kwenda kuona watu hospitali, zile tamba. Sasa kulikuwa na sa trafiki ambapo unapata kuna askari wa trafiki wanatembea na gari zao barabarani, wakupata tu na makosa papo hapo tu unaadhibiwa. Hilo ndio limeangaziwa katika ukurasa wa 10. Wanasema kwamba kuna uovu Kenya ambao unasababishwa na tamaa, kukosa uaminifu. Wanasema kwamba wanasiasa wako na tamaa, ndio uovu huo ndio unasababisha uovu nchini Kenya. Katika ukurasa wa 11 wanazungumzia kuhusu wale waigizaji wa kile kipindi kilikuwa kinaitwa kama Tahidi High, ndio imeangaziwa katika ukurasa huu wa 11. Pia na ukurasa wa 12 hayo tu ndio yameangaziwa huku. Naona yule mwenye alikuwa anaitwa kama Angel Waruinge ama Miss Morgan, naona kuna Sarah Hassan Tanya, kuna Biera Makena ambaye alikuwa DJ mnamjua, kuna Bernard Mwangi, Mr. Mweposi, kuna alikuwa na OJ alikuwa anaitwa kama Dennis Mugo, na wale wote kama Abel Mtua, kulikuwa na Teddy Kitana ama Mr. Kirunda, wote wameangaziwa katika ukurasa huu wa 12, ambapo naona kuna Omosh Joseph Kinuthia ndio wameangaziwa katika ukurasa huu wa 12. Pia ukurasa wa 13 ambao pia nimeona kuna Samido yule ambaye ni star wa Mugithi, nimemwona katika ukurasa huu wa 13. Naona ni kama ni sanaa wanaangazia katika ukurasa hizi mbili, 12 pia na ukurasa wa 13. Naam, acha niangazie ukurasa wa 13 hapa. Naona kuna kijana mmoja ambaye anaitwa Samuel Wanyonyi ambaye aliibuka mshindi na kuwa nambari 4 nchi mzima. Sema kwamba anadhamiria kwenda shule ya sekondari ya Mangu High School, ambapo yeye mwenyewe anatumai kuwa rubani siku moja baada ya masomo yake. Unajua ngawaje niliona pale mtandao wa Twitter watu walikuwa wanasema tuambie ukweli ama tuache. Ukiwa shule ya msingi ulikuwa unatamani kwa nini? Sijali. Swali la siku nyingine. Mimi nilikuwa natamani kwa rais. Rais.
rais wa Jamhuri ya Kenya. Boss, unajua ukiwa ile shule ya msingi hakuna taaluma ambayo tulikuwa napenda zaidi kama udaktari. Mimi sijai tamani kuwa daktari, nilikuwa tunatamani kuwa rais. Hivyo sasa mimi mwenyewe ndio hiyo nilikuwa nataka kuwa daktari, ndio hiyo kidato cha kwanza unaanza kugundua mambo kidogo hayaendi jinsi nilivyopanga. Kemia imeanza kuleta shida. Kidogo wana habari ndio umeanza kuniingia hivyo ndio hivyo mpaka nimefika hapa tu. Namna kama hiyo. Naam, ukurasa wa 14 vile vile naona hapa wanaangazia jinsi wavulana waliweza kufanya vyema zaidi katika masomo ya hisabati na sayansi kuliko wale wasichana. Wasichana pia vile vile walifanya vyema zaidi katika languages na aswa languages. Na sijui mbona ukipata mwanafunzi mmoja anafanya vyema katika sciences na hisabati, pengine kidogo languages zinamlemea. Ukipata mwenye anafanya vyema katika languages kidogo science lazima uwe kuna dosari mahali. Na vile vile tunaangazia kuna kisa ambacho kuna mwalimu ambaye alikuwa anaitwa Magdalene aliweza kutoa siri kwamba yeye hutembea kwa kilomita 20 kutoka mahali gari zinaweza fika na kutembea hadi shuleni kwa kilomita 20. Habari hiyo iliangaziwa na ikapigwa siasa zaidi, ambapo wizara inasema kwamba haikufaa aseme mambo yale yote aliyosema siku hiyo kwenye mtandao na vile vile kwenye habari tuseme. Kwa hivyo watu wameongelelea mambo hayo zaidi, wakasema pengine alitia chumvi, unaona. Kwa hivyo wengine wakasema si vyema kutoa zile siri za shule yake. Hayo ndio yanaangaziwa katika ukurasa huu wa 15. Vile vile tuna hapa Lupita Nyong'o aliweza kutembelea Tanzania na kwenda pale Serengeti, ambayo imezua mjadala zaidi wakisema kwamba huyu badala ya kuje huku Kenya pengine mambo kama hayo, unaona. Kwa hivyo pia hayo tutapata katika ukurasa wa 15. Katika ukurasa huu wa 14 bado ni hayo mambo ambayo yanaangaziwa. Naona kuna Omosh ambaye anaangaziwa katika ukurasa huu, na kuna yale ambayo tulikuuliza kwamba kuna huyu msichana ambaye ana umri wa kuna huyu msichana ambaye amekuwa na mpenzi kwa miaka 2 na yuko tayari kuoreka, na huyu mpenzi wake yupo tayari kumuoa. Lakini sasa huyu msichana anasema kwamba angependelea kwamba aoleke kwa ndoa, angependelea kwamba wafanye harusi kwa ndoa yake, wafanye harusi, na anajua fika kwamba huyu mume wake ama mpenzi wake hajiwezi kwa kufanya harusi, na huyu mume wake na yeye pia amesema kwamba hana uwezo wa kufanya harusi. Sasa huyu msichana ameambiwa na huyu mume wake kwamba wakaenda wakaishi pamoja. Lakini sasa msichana anasema kwamba angependelea tu wafanye harusi, anataka mumsaidie na ushauri. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba kuna huyu star wa zamani ambaye alikuwa anaitwa kama Dennis Oliech. Sio kama unamkumbuka. Alikuwa mchezaji wa soka. Amesema kwamba yeye kuna mahali amekuwa tu kwa runinga moja, akasema kwa mahojiano, akasema kwamba yeye anatamani sana kulijenga kanisa. Afanyie Mungu kazi. Wengine wakitaka kujenga makanisa, shule, yeye anataka tu kanisa. Sasa kuna watu ambao wametoa maoni yao kadha wa kadha. Wengine naona Gregory anasema kwamba wakati mastaa wengine wakijenga mashule, hospitali, viwanja, wengine wanasomesha wasiojiweza, huyu tu ndoto yake ni kujenga tu kanisa ili awakamue watu. Sijui kama kanisa huwa linakamua watu. Najua tunakuwa na maoni anuai. Mwingine anasema hivi, Eric Ongoga anasema hivi, huyo Riech ninashiriki naye kanisa moja na wala sio muumini kamili. Sasa hiyo kanisa anayojenga ndio ataiwajibikia ama ana mambo yake mengine. Sijui utajuaje kwamba huyu si muumini kamili? Au somebody si muumini kamili. Mtu akiamua kumfanyia Mungu kazi na kamwacha afanye kazi. Asante sana. Hiyo ndio limeangaziwa katika ukurasa huu wa 14 na pia ukurasa wa 15. Naona wanazungumzia kuhusu Olimpiki. Olimpiki ambayo yapangia watimkaji msururu wa mashindano kujinoa. Olimpiki ndio nani inazungumziwa katika ukurasa huu wa 15. Na katika ukurasa wa nyuma katika gazeti hili la Taifa Leo bado wanazungumzia kuhusu mchakato mzima wa michezo katika
ukurasa huu na watu ni soka tu inazungumziwa katika ukurasa huu wa nyuma katika gazeti la Taifa Leo. Acha niangazie hapa kwenye ukurasa wa 16 hapa tunaangazia kwamba Matiang'i tosha, looks like we are being taken for a ride. Unajua hapa bado siasa za mwaka 2022 bado haijajulikana inakuwaje, manake hapa muda usiokuwa mrefu umepita, ama tuseme siku chache zimepita, tunaona kwamba Mutahi Ngunya alisema kwamba Matiang'i ametosha. Na kuna wakati vile vile tuliona David alisema kwamba Raila ni kama tujipange Raila. Nisikia pale Kisumu samaki zilikuwa half the price, watu walifurahia kweli. Sasa haijajulikana wazi ikiwa pengine Matiang'i anaendelea kukua trained, anaendelea kukua trimmed. Siasa ina mambo yake. Hayo ni katika ukurasa wa 16 japo ni maoni tu. Vile vile ukurasa wa 20 hapa pengine hii habari yaweza kutufaidi kidogo. Naona hapa pale Western na Nyanza na wanafunzi among the top. Nyanza among the Kisii, kwanza hapa kutoka Kisii Nyamira. Bado kuna shule Nyamira ilifanya vyema zaidi. Eronge ilifanya vyema zaidi. Naam, ni hayo tu kwa sasa, sioni kama kuna lingine hapa kutoka The Standard. Ngawaje leo nilikuambia kwamba tungezungumzia zaidi kuhusu matokeo, na hayo tu ndio yalikuwa kwenye vichwa vya habari leo hii. Hadi wakati mwingine, kumbuka tunakutana katika mpango mzima wa Serie A Obotaka kuanzia saa 4 hadi saa 8. Hivyo tutashirikiana pamoja. Mimi ni Fidel Omoshogi. Hadi hapo kesho tukutane hapa kwenye kesho hadi wiki ijayo. Siku ya Jumatatu tukutane kwenye meza hii ya magazeti tuweze kuyaona ni yapi yale yapo, na ikiwa kuna hafla yoyote naweza kuambia kwamba unastahili ama unaweza kutupa kazi hiyo, Abagusi Global Radio are here for you. Tunaweza kufanyia huduma safi zaidi kwa live streaming, video coverage, photoshoot. Ikihitaji hayo waweza kutupata kwa nambari 0713745447. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Nyabuto. This is Abagusi Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field, Abagusi Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here. Anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya, you call us, Abagusi Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Abagusi Global Radio.